Kila mtu anakuwa anaishi kutokana na hatima iliyokuwa mbele yake. Hakuna mtu ambaye hana hatima. Kila mtu anakuwa na hatima, na hatima ni Mungu anakuwa ameitengeneza. Yaani kabla Mungu hajamuweka mtu duniani, ameshamtengenezea hatima. As long as unayo destiny au una hatima, basi Mungu anatengeneza njia za wewe kufikia hatima yako. Lakini ajabu ni kuwa katika janga kubwa katika kizazi cha sasa, katika janga kubwa katika generation yetu, ni kwamba watu wengi wanaishi katika njia ambazo haziwapeleki kwenye hatima yao. Wengi hawako katika njia sahihi ambazo zinawapelekea kwenye destiny. Ni kweli destiny wanazo, lakini hauwezi ukaifikia destiny yako kama haujakuwa katika njia ambayo Mungu amekuandalia wewe kufikia destiny yako. Huwezi ukafikia kama haupo katika mazingira ambayo yanakupelekea wewe ufikie huko. Ni kweli kila mtu ana hatima, na Mungu ameweka hatima bora kwa kila mtu, na Mungu ameweka hatima njema kwa kila mtu, na Mungu ameweka hatima nzuri. Biblia inasema, nayajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani, yaletayo tumaini katika siku zenu za mwisho. It means Mungu ameleta mawazo ambayo ni amani. Anawaza hatima ya mtu iwe katika namna njema. It means Mungu anawaza hatima yoyote ya mwanadamu yoyote, mwisho wake uwe mwema. Changamoto kubwa katika kizazi cha sasa, wengi wanajikuta wako nje ya njia ambazo zingewapelekea wao kwenda kwenye hatima fulani. Changamoto ni hapa, system ambayo inakuwa imeandaliwa. Mungu amemwekea mwanadamu mfumo ambao huo mfumo ni automatically unatakiwa ufikishe kwenye hatima fulani. Huo mfumo ni kama njia. Kuna mchakato ambao Mungu ameuweka kwa mtu kumfikisha kwenye hatima yake. Mtu anakosea kwenye huo mchakato, anafanya mchakato ambao haumfikishi kwenye hatima zake. Kuna hatua ambazo Mungu aliziweka, kwa sababu ili ufikie hatima lazima kuna hatua uzipitie. Mtu amekosea kupitia kwenye hatua, na ajabu ni kwamba watu wanapotea na hawajui kwamba wanapotea. Wengi wanapotea na wanadhani wako sahihi. Wengi wanapotea na wanadhani wako sahihi. Biblia ya kitabu cha Mithali 14 mstari wa 12 inasema, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini njia hiyo mwisho wake inaelekea kwenye mauti. Wengi wanadhani kwamba wako sahihi, lakini kumbe wamepotea. Lakini kumbe hiyo njia haiwapeleki katika hatima ambayo wao wanatakiwa waende. Lakini kumbe hiyo njia haiwapeleki katika miisho ambayo Mungu ameshaiandaa. Hiki ndicho kilio cha sasa kinachoikumba dunia. Vijana wengi wamepoteza mwelekeo na wanaona wako sawa. Watu wengi wamepoteza mwelekeo na wanaona wako sawa. Miisho ambayo Mungu ameeleza kwa ajili yako ni miisho bora, lakini Mungu ameweka njia za wewe kufikia. Haufiki tu kwenye destiny yako mpaka kuna njia za kukufikisha kwenye destiny yako. Haufiki tu kwenye destiny yako, kwenye miisho yako, mpaka kuna processes, mpaka kuna michakato hapa ambayo inatakiwa uishi ikufikishe kwenye hatima yako. Haufiki tu kwenye hatima yako mpaka kuna mfumo ambao umeandaliwa kwa ajili yako kwa wewe kufika kwenye hatima yako. Many are confusing. Wanaishi kwenye process ambazo haziwapeleki kwenye hatima zao. Wanaishi kwenye mifumo ambayo haiwapeleki kwenye hatima zao. Wanaishi kwenye njia ambazo haziwapeleki kwenye hatima zao. Wanaishi kwenye mazingira ambayo hayapeleki kwenye hatima zao. Wanaishi na watu ambao hawapeleki kwenye hatima zao. Wapo kwenye mahusiano ambayo hayawapeleki kwenye hatima zao. Wapo kwenye kazi ambazo haziwapeleki kwenye hatima zao, na bado anaona kuwa ni sawa. Bado anaona kuwa ni sawa. Hiyo ndio changamoto. Moja ya kitu kikubwa ambacho kinaweza kukufanya wewe ufike kwenye hatima yako ni kujua wapi Mungu amekuweka. Wapi Mungu amekuweka. Wapi Mungu amekuweka. Kwa sababu nimekwambia kuna mazingira ambayo Mungu anakuwa anayaseti, anakuweka ili wewe kupitia hayo ufike kwenye hatima yako. Mungu anaseti mfumo ambao anakuweka kupitia huo wewe ndio ufike kwenye hatima yako. Je, unajua ni wapi Mungu amekuweka? Je, unafahamu ni wapi Mungu amekuweka? Ambapo hapo ndipo patakufikisha wewe kwenye hatima yako. Ambapo hapo ndipo mwanzo wa hatua zako kuelekea kwenye hatima zako. Unajua ni wapi Mungu amekuweka? Je, upo kwenye mfumo sahihi wa kukufikisha kwenye hatima yako? Una uhakika huo? Tatizo ni kwamba watu wako kwenye njia ambazo sio sawa na wanaona ni sawa.
Tatizo ni kwamba watu wako kwenye mfumo ambao sio sawa na wanaona ni sawa. Tatizo ni kuwa mtu yupo kwenye mfumo ambao ni tofauti na mfumo ambao ulitakiwa awepo kwa yeye kumfikisha kwenye hatima yake. Ni kwa sababu kuu watu hawajui wamewekwa wapi. Watu hawajui wamewekwa wapi. Sasa kujua wapi umewekwa ni kitu cha kwanza kwa wewe kuweza kufikia kwenye hatima yako. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 1:5, Mungu anasema kwamba nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Anamwambia Yeremia, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Changamoto ni mtu kutokujua wapi amewekwa. Wapi amewekwa? Hiyo ndo changamoto. Mfumo gani ambao Mungu amemwekea ili aweze kufika ambapo anatakiwa afike? Kuna aina mbalimbali ya maeneo ambayo Mungu anaweza kawa ameweka. Leo tunaenda kuangalizia maeneo kadha wa kadha ambayo unatakiwa ujijue. Je, umewekwa wapi katika maeneo hayo? Upo katika maeneo sahihi ya wewe kuwekwa ili ufikie hatima yako? Eneo la kwanza ni eneo la kimazingira, environment placement. Kuwekwa katika eneo la kimazingira. Mazingira uliopo pia yana nafasi ya kuamua destiny yako. Mazingira yanamata sana kwa mtu kufikia destiny yake. Je, umewekwa wapi? Kwenye mazingira yepi ili wewe ufikie destiny yako? Kuna mazingira ambayo hayawezi yakakufanya ufikie destiny yako mpaka umetoka kwenye hayo mazingira. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 1 na wa 2, Mungu anamwambia Ibrahimu, toka wewe na jamaa zako katika nchi yako, nawe uende katika nchi ambayo nitakuonesha. Hapa ndipo mwanzo wa safari ya Ibrahim kuelekea misho yake, lakini ni kwanza Mungu anaanza kumtoa kwenye mazingira ambayo yeye yupo. Anamwambia, toka nami nitakuonesha nchi ambayo unatakiwa uende, nchi ambayo unatakiwa uishi. Na akasema, kwenye nchi hiyo nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mungu alikuwa anajua huyu mtu nimemseti katika destiny ipi na anatakiwa ni awepo kwenye mazingira yepi. Kwa hiyo cha kwanza ni Mungu alichokuwa anakifanya, alikuwa anamtaka aende kwenye mazingira ambayo alikuwa amekwisha kumwandalia kwa yeye kufikia hatima yake. Kwa hiyo mazingira ni kitu cha kwanza, na ndio maana usiishi tu eneo. Muulize Roho Mtakatifu, hili eneo ni mimi kweli ninatakiwa niishi kwa mimi kufikia hatima yangu? Sio kila eneo ambalo unatakiwa uishi. Kuna eneo lingine huwezi kufikia hatima yako. Kuna mazingira mengine huwezi kufikia hatima yako. Ni until umeenda kwenye the right environment ndipo ufikie hatima yako. Ukikosea kuishi kwenye mazingira ambayo ungetakiwa uishi, kuna wakati unaweza ukawa utastruggle sana kwa wewe kufikia kwenye hatima yako. Ni until utakapomwambia Mungu, ni sehemu gani ambayo umeniandalia, ambayo hiyo nikienda utanifanya kuwa taifa kubwa. Hiyo nikienda utanifanya kuwa taifa kubwa, utanizidisha sana, utanifanya kuwa baraka. Kwa kumbe kuna maeneo ni huwezi kuwa taifa kubwa ni mpaka umekuwa katika maeneo sahihi ambayo Mungu amekuweka. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka katika nchi hiyo wewe na jamaa zako. Toka, nenda katika nchi nitakao kuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nami nitalikuza jina lako. Nitakubariki na kukufanya wewe kuwa baraka. Mungu anamwambia, cha kwanza toka. Nataka nikakufanya kuwa taifa kubwa, lakini cha kwanza toka. Nataka nilikuza jina lako, lakini cha kwanza toka. Mazingira uliopo yana nafasi ya kuasili kwa wewe either kufikia destiny yako au kutokufikia destiny yako. Mungu asingeweza kulikuza jina la Ibrahim kama angeendelea kuwa katika ile nchi. Ibrahim alikuwa ni mkubwa, lakini kuna ile nchi aliishi katika udogo wakati yeye ni mkubwa, kwa sababu mazingira yalikuwa na limit kwa yeye kuishi katika destiny ambayo Mungu anamtaka afike. Ibrahim alikuwa ni mtu ambaye ni taifa kubwa, lakini pale hana hata taifa kwa sababu ya mazingira aliyokuwepo.
Ibrahim alikuwa na jina kubwa, lakini kwa kule hakuwa na jina kubwa kwa sababu ya mazingira ambayo alikuwepo. Kuna mazingira ambayo hata sometimes yanaweza akawa ni mabovu, lakini Mungu anakutaka uyapitie hayo mazingira ili wewe Mungu akutengeneze, akushape kwa wewe kufikia kwenye destiny yako. Na ndio maana sometimes ni lazima Daudi aende nyikani. Huko ndiko Mungu alimtengeneza. Ni mazingira ambayo yalikuwa yanaonekana ni magumu, lakini alikuwa anamshape, yanamtengeneza yeye kufikia hatima yake. Wakati mwingine Yusufu aliwekwa kwenye mazingira ya gerezani, lakini ndiyo hayo ambayo Mungu alikuwa anatumia kumtengeneza. Kwa hiyo usije ukadhani tu mazingira ambayo unatakiwa uwepo ni mazingira ambayo yatakuwa yako comfortable kwenye maisha yako. Hapana, kuna mazingira mengine ambayo kwako ni magumu, lakini ndio ambayo yanatakiwa yakufikishe kwenye hatima yako. Ni wewe sasa ukitumia akili yako utaona ni sawa. Ni sawa kwa sababu utaona mbona una amani. Ni sawa kwa sababu utaona mbona unapata hela. Ni sawa kwa sababu utaona mbona mimi naishi vizuri. Ni sawa kwa sababu utaona mbona hakuna tatizo lolote. Lakini utaona kuna mazingira mengine tena utaona sio sawa kwa sababu una struggle. Utaona sio sawa kwa sababu unapitia maumivu. Utaona sio sawa, lakini na kuhakikishia kwamba kuna mazingira ambayo yanatakiwa wewe ni magumu, ambayo yangetakiwa kukushape kwa wewe kukufikisha kwenye hatima. Alafu wewe kwenye akili yako ukaona sio sawa. Alafu kuna mazingira ambayo ni marahisi na ni comfortable kwako, yanakupa amani na furaha, lakini kumbe sio sawa na wewe unaona ni sawa. So, ni vizuri kudiscern. Mazingira haya niliopo ni mazingira ambayo mimi yanatakiwa yatanifanya mimi kuwa taifa kubwa. Kama umeona na Mungu anakuambia hayo mazingira hayawezi kufanya taifa kubwa, tafuta kuondoka. Mwambie Mungu, niende wapi, kwenye nchi ipi ambayo utanionyesha. Hiyo yote yale, as long as ni mazingira, mwambie Mungu, haya yatanifanya mimi nifikie hatima yangu. If not, unatakiwa ondoke, kwa sababu mazingira yanaathiri. Nimekuambia kwamba Ibrahim alikuwa ni taifa kubwa, lakini kuna ile nchi alikuwa ni taifa dogo. Wakati mwingine unaweza kadhani ni mdogo, lakini ni kwa sababu ya mazingira uliopo. Wakati mwingine unaweza ukadhani jina lako ni dogo, lakini ni kwa sababu ya mazingira uliopo. Muombe Mungu, mwambie Mungu, mimi nataka unipatie mazingira gani ambayo uliniweka tangu zamani. Kama mazingira haya sio ya kwako, Mungu nionyeshe mazingira ambayo nitakutana na watu sahihi, mazingira ambayo nitakutana na fursa zangu sahihi, mazingira ambayo nitakutana na connection zangu sahihi, mazingira ambayo nitakutana na wasaidizi wangu wa hatima, mazingira ambayo nitakutana na watu ambao watanipeleka kwenye hatima ambayo nataka niende, mazingira ambayo nitakutana na watu watakao ni support, mazingira ambayo nitakutana na vitu ambavyo Mungu vitakuwa ni facilities za kusupport maono yangu, za kusupport destiny yangu mimi kufikia. Mwambie Mungu, nataka kuwa taifa kubwa, lakini niweke mahali ambapo nitakuwa taifa kubwa. Nataka kuwa na jina kubwa, lakini niweke mahali ambapo nitakuwa na jina kubwa, mahali ambapo nitakutana na watu ambao Mungu watalikuza jina langu.